kuleta malalamiko kwenye kamati. Anayeweza kuleta malalamiko kwenye kamati ni ule mhusika mwenyewe ambaye ametendewa visivyo. Sawa? Moja. Lakini pia afisa sheria anaweza akapeleka, afisa mahakama anaweza akapeleka, wakala wa serikali anaweza akapeleka, au mtu ambaye ana maslahi kwenye ile shauri na uelewa, lakini awe na vithibitisho. Na unawasilishaji. Kwa mfano ukienda kulalamika kwa mkuu wa wilaya, kitakachofanyika dasi ndio katibu. Utaeleza, atarekodi. Kimaliza utasaini. Tayari ndio lalamiko limewasilishwa, taratibu zote zitaenda hivyo. Likishaanza lazima liendelee mpaka lifike tume. Halishii katikati. Sasa utaniambia huko kwa mkuu wa mkoa wako wawili tu, watu wawili tu. Yaani mwenyekiti na katibu wake? Hapana. Kwa sababu ukiangalia utoka kaniambia nao hata watakuwa wanawezekana hata wasijue sheria. Haitakuwaje? Na hivi vitu vinaenda kisheria. Kule na kwenye kuna wajumbe wake. Kwa mfano ngazi ya mkoa, RC mwenyekiti. Huu mkoa kama kuna ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, wakili wa serikali mfawidhi wa mkoa huu naye ndio katibu kwenye ile kamati. Ila kama hakuna ofisi ya mwanasheria hapo, basi anayekuja kuwa katibu ni RAS. Ila kama ofisi ipo, nimesema ni wakili wa serikali mfawidhi. Kama hayupo atakuwa ni RAS mwenyewe ndio ni katibu. Lakini pia kuna wajumbe wawili mashuhuri au wenye mienendo mizuri ya kimaadili kwenye jamii. RC anateua hao wajumbe wawili pia. Na pia jaji mfawidhi anateua mahakimu wawili. Kwa hiyo anatengeneza lile jopo la kamati kama vile ambavyo nimeweza watu 6. Sasa watakuwa nimesema mwenyekiti, katibu, wawili wa mwenyekiti aliowateua, wawili jaji mfawidhi aliowateua, na wakili wa serikali, wanakuwa 7. Sawa? Sasa tukirudi kwenye ngazi ya wilaya, ni hivyo hivyo. Mwenyekiti atakuwa mkuu wa wilaya. Na maana katibu atakuwa katibu wa wilaya. Ndio? Katibu tawala wa wilaya. Dasi. Na mwenyekiti atateua wajumbe wake wawili. Sasa hapa kwenye uteuzi ndio kidogo kuna tofauti na mkoa. Kwenye mkoa ni wenye maadili na mashuhuri. Huku mmoja wapo lazima awe ni kiongozi wa dini. Haijalishi ni dhehebu lipi, dini ipi, Mkristo, Muislamu, mradi tu ni kiongozi wa dini. Of course na maadili yanazingatiwa. Na pia jaji mfawidhi pia huku pia atateua watu wawili. Kwa huku watakuwa 6. Sababu huku haina wakili wa serikali, hayumo upande huo. Hiyo hao ndio wajumbe wanaotakiwa kukaa kuendesha shauri wakisha limeisha, kama lina mashiko, hadi kufika ngazi ya tume kwa maamuzi. Asante sana msikilizaji, naamini tuko wote unaendelea kusikiliza Radio Sauti ya Injili Moshi. Tunazungumzia kuhusu Ijue Tume ya Utumishi wa Mahakama na majukumu yake. Tumeweza kusikia mambo mbalimbali yanayohusiana na Tume ya Utumishi wa Mahakama, lakini pia tumesikia kuhusu majukumu yake, lakini pia zile kamati ambazo zinasimamia mashauri katika mahakama na hata katika mkoa kama tulivyoambiwa na wilaya